Nahitaji kumshuhudia Mungu wa mahali hapa. Yes. Kwa majina kwanza mimi naitwa Godfrey, ni Mjita kutoka Msoma Mara. Mjita makofi kwa Mjita. Kwanza kabisa kabla ya kufika hapa Mabwepande nilikuwa nakaa Mbagala Rangi Tatu. Amen. Lakini baada ya hapo nikapata kazi Zanzibar. Ndiyo. Nikawa nafanya kazi Zanzibar. Toka niende kule nimefanya kazi kwa muda mrefu. Mara ya kwanza nilifanya miezi 6. Lakini nilichoambulia ni magonjwa. Nilitoka nikiwa miguu inawaka moto, kichwa kinagonga, kipowi. Nikawa nimerudi nyumbani. Kufika kule nyumbani, wazee kama hivyo hawaelewi kuwa kuna Mungu. Wakanitafutia mganga wa kienyeji. Nikatibiwa zaidi ya miezi 7 kwa mganga. Kile kiasi cha pesa balance zote nilizotoka nazo kule nikawa nimeziacha pale kwa mganga bila mafanikio. Ndio. Basi nimekaa pale, baadaye nikaondoka tena, nikamwaga mzee, nikarudi Mwanza, nikaenda kuanzisha tena maisha nikiwa na hali yangu ile ile. Kuna muda usiku unajisikia miguu inawaka moto, yani unakosa usingizi. Inabidi usogeze beseni la maji, uwe unatumbukiza mikono na miguu. Baada ya dakika 5, 10 hivi unakuwa sawa tena, ndo unalala. Lakini baada ya hapo tena nikawa sijapoteza ubia wangu kule Zanzibar. Nikawa nimerudi kule. Nimefanya kazi tena miezi 6, ile hali ikanirudia. Bosi wangu kidogo alikuwa ni Mwarabu, ana roho ya kusaidia. Akawa ananitembeza katika mahospitali, dawa za Kiarabu, lakini unafuu kawa hamna. Hapa nilipo nina mke wangu ambaye yeye alibaki hapa baada ya mimi kuwa nimerudi kule mara ya pili. Akawa ananiita, njoo kuna baba anaombea na utapona. Lakini nilikuwa nimeshakata tamaa, siamini kuwa kuna kupona tena, kwa sababu ile hali nilikaa nayo kwa muda mrefu, nikaizoea. Unaona, nikawa nateseka kweli. Nikipata pesa haionekani kabisa jinsi ninakwenda. Kuna waganga nikawa natafutiwa huko nyumbani. Mganga anakuja kabisa, kabla ya kumuelezea shida yake anakutajia, wewe unaitwa fulani, una umri fulani, una maisha fulani, unalala sehemu fulani. Yaani kifupi anatambua historia yako. Lakini kwenye uponyaji pale inakuwa ni changamoto. Unatumia madawa muda mrefu, unaoga madawa, unajifukiza, lakini hamna tiba. Lakini namshukuru Mungu, nimefika hapa, huu ni mwezi wangu wa kwanza kuabudu hapa. Nimemaliza mwezi nikiwa naabudu hapa. Hiyo hali nilifika nikakuelezea baba kwamba kuna uvimbe unakuwa unatembea mwilini, unavimba. Unaona? Unavimba, ukiwa unavimba unasikia maumivu makali sana. Ukija ubavuni itakubidi ukae pale pale mpaka ule uvimbo utakapopungua. Lakini kichwa kikawa kinagonga, hakipoi hata utumie dawa gani. Yule Mwarabu alinunulia dawa za Kiarabu, dawa gani, nikajaza ndani kama vile nafungua pharmacy. Lakini hamna kitu. Lakini ninavyoongea hivi, mimi baada ya mzee wangu kuwa ameachana na mama wangu, alioa mwanamke mwingine. Yule mama alinilea mimi sawa, sikatai, lakini alikuwa akinipigia simu, unaendeleaje mwanangu na kazi zako? Baada ya hapo tu ugonjwa unaamka zaidi na zaidi. Unarudi tena. Lakini ninavyoongea hivi sasa unarudi ugonjwa, ile pesa uliotunza inabidi umtumie mganga ili akusaidie japo usurvive kwa siku 2-3 tena. Lakini toka nimefika hapa yani sijaona tena simu yake akinipigia mimi. Na hata nikipiga simu mimi haipokelewi. Na hata yule mganga aliyekuwa akinitibu mimi hanipigii tena simu. Haleluya! Kwa hiyo mimi ninazungumza hapa mbele yenu jamani, mimi ni mzima wa afya. Kwanza mke wangu asimame kwanza, yuko wapi? Huyu mimi ndiye amenielekeza mahali hapa. Nilikuwa nikipanga kwamba mke wangu nakuja mwezi wa 4, ikifika ile tarehe niliyopanga, ile nauli nilioihifadhi naitumia kwa ugonjwa. Lakini akaniambia nitakuombea kwa neema utafika, na nimefika na nimepona. Niko sawa kabisa. Nashukuru sana Mungu.
Unaniambia kwamba umeenda kwa waganga wengi sana. Waganga wengi sana. Na kule Pemba kwamba kuna Mwarabu alijaribu kusaidia upone kwa madawa mbalimbali ikashindikana. Ikashindikana kabisa. Huo uvimbe unasema ulikuwa unatembea tumboni. Huo uvimbe ulikuwa unatembea tumboni, unashuka mpaka sehemu zangu za siri. Unakutesa wewe. Unanitesa mimi. Na ilikuwa mganga au mama akikupigia simu hela zote zinarudi kwa mganga. Zile pesa zote, kwa sababu atakapomaliza kuongea na wewe simu utaumwa tena. Unaumwa zaidi. Lakini baada ya kufika hapa nini kimetokea? Baada ya kufika hapa sasa, zile simu za mganga alizokuwa akinipigia, bana tuma shilingi 50 tuendeleze na tiba, ndio zimekata. Sasa cha kushangaza, siku moja nikapiga simu ya mdogo wangu kule kijijini, ndio haikupokelewa. Mganga akanitumia message akaniambieje, simu ya mdogo wako ninayo mimi, nilimwazima lakini nashangaa mimi nimekuwa adui na wewe. Nikamwambia hapana, mimi sina uadui na wewe. Kwa nini? Kwa sababu sioni simu zako. Nikamwambia hapana, mimi sijabadilika chochote, ila kwa sasa hivi imani yangu haipo huko.